Anglican limeanzia Uingereza zamani. Lutheran limeanzia Ujerumani. Na kadhalika, Katoliki Rumi. Tuko pamoja? Sasa wimbi la Pentekoste lilianza katika chuo. Mwalimu wa chuo cha Biblia aliwapa wanafunzi wake kazi wachunguze andiko la Matendo ya Mitume 2:37 ili wagundue, je, kwamba Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu uliisha nyakati zile au uliishia lini? Watu wakapewa kazi, mwalimu akaondoka. Wanafunzi kila mmoja, mwingine akasema iliisha siku kipindi cha mitume, mwingine akasema si iliisha kipindi kile cha kanisa la kwanza, mwingine akawapa binti mmoja. Yule dada akasema Mungu yeye akufanyia kazi Roho, akasema Roho Mtakatifu, kama kweli wewe upo, nataka mimi unijaze Roho Mtakatifu. Nataka uichae ndani yangu na ninene kwa lugha. Huyu bibi ndio alichokifanya. Wakati anaomba hivyo, wenzake wanahangaika huko kufanya research, utafiti, kuweza kuleta majibu. Yeye akaomba hivyo, akawa naomba. Mwisho wa yote nini kilitokea? Akajazwa Roho Mtakatifu. Akaanza kunena kwa lugha. Alipoanza kunena kwa lugha, wanafunzi wenzake waliporudi kutoka katika research zao, walipokuwa wanamsikiliza yule dada, nao wakakamatwa na nguvu ile, wakaanza kujaa Roho Mtakatifu. Mwalimu naye alipokuja naye akakamatwa, kaanza kujaa Roho Mtakatifu. Nini kilitokea? Kilichotokea hapo baada ya hapo ikawa ni mitaa. Kuna kitu katika historia kinaitwa Azusa Street. Kuna mtaa kule Los Angeles kule Marekani unaitwa Azusa. Ule ni mtaa, yani wimbi la Roho Mtakatifu lilifurika mtaa mzima. Kila nyumba watu wote wananena kwa lugha. Na jambo lililotokea la ajabu, uliangalia mkutano uliofanya kazi kwa miaka 3 usiku na mchana bila kukatika. Mkutano wa Injili. Mkutano ulioangalia na nguvu za Roho Mtakatifu. Miaka mingapi? 3, hakuna kupumzika hata siku moja. Anahubiri huyu, akimaliza anaingia huyu, akimaliza usiku hivyo miaka 3 hakuna kukatika. Tuko pamoja? Sasa wimbi lile lilianza kusambaa. Ule mkutano ulifanya mataifa mengi yakamatwe. Watu walioingia katika mkutano ule, Uingereza walipoenda Uingereza wamepeleka wimbi. Walipoenda Ufaransa wakapeleka wimbi. Walipoenda mpaka kufikia mwaka 1906 Ulaya karibu yote ikawa imezolewa na wimbi la Roho Mtakatifu. Mwaka 1909 China karibu watu 1000 wakawa wameokoka na kujaza Roho Mtakatifu. Na mwaka 1909 hiyo Injili ya wokovu ikaingia Afrika ya Kaskazini. Afrika. Mpaka kufikia mwaka 1927 wimbi la Roho Mtakatifu lilikuwa limechachamaa karibu dunia nzima. Nini kilitokea? Hapa naomba unisikilize kwa makini. Na iwe faida kwako na kwa wengine. Nini kilitokea? Wakati wimbi hilo limesambaa kila mahali, ilikuwa ni kwamba watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu mashuleni. Kwa sababu watu walikuwa wanajitolea kwa kufundisha kwenye mashule. Watu walikuwa wanajaa Roho Mtakatifu huko. Walipokuwa kwenye vyuo, watu walijaa Roho Mtakatifu. Mikutano ilipokuwa inafanyika, watu walikamatwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Waliporudi kwenye makanisa yao wale watu, labda alikuwa anasoma chuoni, amerudi sasa kwenye kanisa lake la Katoliki, amerudi kwenye kanisa lake la Anglikana, amerudi kwenye kanisa lake la Lutheran, Moravian na kadhalika. Wakati wanarudi, hata Baptisti zamani ilikuwa ikubali mambo ya kunena kwa lugha kabisa. Kanisa jingine inaitwaje? Ile Salvation Army, jeshi la wokovu. Walikuwa wakubali mambo ya kujaza Roho Mtakatifu. Hawakubali. Lakini watu wao walikuwa na mashuleni, waliporudi, walirudi na ile nguvu. Sasa walipokuwa wanaingia kwenye makanisa yao, watu walipoanza kuomba, wanashangaa huyu anafurika. Wanasema kitu gani hiki tena? Mwisho wa yote, wale watu wakawa wanakamatwa, wanatolewa nje ya jengo la kanisa. Mtu anaendelea kwa lugha namna hiyo, anakamatwa, anatolewa. Anakamata na yako makanisa mpaka leo. Sio tu kinena kwa lugha. Mtu akiingia ndani ya kanisa akalipuka pepo, padri hana uwezo wa kumuombea, atamka, sasa mtoeni nje. Anatolewa nje. Tuko pamoja? Kwa watu wakaanza kutolewa. Wakawa wanatolewa. Walipokuwa wanatolewa, sasa tunaenda wapi? Ikabidi warudi kule walipojazwa Roho Mtakatifu. Na hivi ndivyo Assemblies of God ilivyoanza kule Marekani. Kwa sababu wanakataliwa huko, wanakataliwa kule. Mwisho yote wanajikuta wapo 20 waliokataliwa. Sasa tufanyaje jamani? Basi tusali wenyewe. Tunasali. Sasa kanisa letu linaitwaje? Sisi tu kwa sababu tumekusanywa na Mungu, basi ni kusanyiko la kimungu, ndio Assemblies of God. Tuko pamoja? Sasa wimbi lilipokuwa kubwa, watu wakawa wanatoka kwenye makanisa yale ambayo hayakubali kujaza Roho Mtakatifu.
wanatoka kwa mawimbi. Maelfu na maelfu wanatoka. Ukaandaliwa mkakati sasa. Tunafanyaje kuwadhibiti watu hawa wasitoke? Na wimbi hilo lilikuwa na nguvu sana mwaka 1950 na 60. Lilikuwa na nguvu ya kupita kiasi. Halihimiliki tena katika kanisa la Mungu. Kilichotokea, wakasema tuanzishe kitu ndani ya kanisa ambapo hawa watu wanaotoka watajisikia comfortable, watajisikia vizuri, watajihisi na wao wako salama kuwepo hapa, wasitoke. Lakini sharti ibada ya jumla tusali wote. Tukimaliza alafu wakae wao wenyewe pembeni, yani faragha. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Maana yake ni nini? Hapo ndipo ikaanzishwa kitu kinaitwa charismatic. Ndani ya kanisa Katoliki ikaanzishwa kitu kinaitwa charismatic, na faragha ndio zikaanzishwa kwenye kanisa karibu yote yanayokataa wokovu, au kama yanakubali yanapinga habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, au kama yanakubali ujazo wa Roho Mtakatifu yanapinga ubatizo wa maji mengi na kadhalika. Yaani hawakubali kuishika Biblia yote kama ilivyo. Ikaanzishwa charismatic, lakini sharti ya charismatic ni nini? Ukienda katika kusali charismatic, kwanza lazima tusali wote ndani ya jengo lile ambalo kuna sanamu. Lazima tusali wote, tukubaliane vile habari ya rosari. Je, Biblia inasemaje? Jengo la ibada likiwa na sanamu, likiwa na picha ambazo zinasadikiwa kwamba shini za Paulo au za Yesu, na yako mafundisho mengine ni potofu, picha zinazokaa ukutani na kusema hii ni ya Yesu, sio kweli. Sio kweli, kwa sababu hata yale mafundisho ambayo yanafundisha kwamba Yesu alianguka mara ya kwanza, Yesu akaanguka mara ya pili, hakuna andiko hata moja kwamba Yesu aliwahi kuanguka. Tafuta katika Biblia yako, hapo unakuja kuniambia Yesu hajawahi kuanguka na msalaba hata mara moja. Si kwa sababu watu watake kuchunguza. Umepewa neema ya kuyasikia haya. Ni faida yako kuweza kuyachunguza, ungamue. Yesu hajawahi kuanguka na msalaba hata mara moja. Chunguza hiki ninachokwambia. Unagundua mapadri waliotufundisha walitudanganya. Hao sio viongozi wa makanisa ambao walitudanganya na wao wenyewe walikuwa hawajui. Wala hakuna andiko hata moja. Tafuta katika Biblia yote. Biblia ndio mwongozo wetu, sio sinema. Amen. Sio sinema, sio picha. Picha sio mwongozo wetu. Biblia inakataa ndani ya jengo la kanisa, ndani ya jengo la kuabudia, kuwepo sanamu za namna yote, kuwepo picha za namna yote inahusiana na habari za kiimani. Ezekiel sura ya 8 mstari wa 9. Ezekiel sura 8 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Hapa Ezekiel anachukuliwa katika maono. Angalia anaonyeshwa kitu gani? Anachukuliwa katika maono sasa. Ezekiel 8:9 mpaka 10. Akaniambia ingia uyaone machukizo. Yanaitwa nini? Angalia uyaone machukizo mabaya wanayofanya hapa. Basi nikaingia, nikaona, natazama kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao, na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote. Tuko pamoja? Hajasema kwamba hivi sanamu au vinyago wanaviabudu. Sio issue ya kuabudu. Hata kama hauabudu, katika nyumba ya ibada kuwepo inaitwa ni machukizo. Tuko pamoja? Biblia imeshasema ni machukizo. Ni jukumu lako kuamua nini cha kufuata. Kufuata neno la Mungu ambaye ni mwongozo wa Mungu mwenyewe, au kufuata video. Na siku hizo wameanza kutengeneza mpaka video au movie za kusema Yesu Kristo alibatizwa kwa kunyunyiziwa. Hakuna andiko hilo. Mwongozo wetu sio video. Mwongozo wetu ni Biblia. Biblia inazungumza nini? Inazungumza Yesu alizama katika maji. Na Biblia inaeleza wazi Mathayo 3:13 mpaka 16. Lazima tukae katika mstari wa Biblia. Hii ndio injili iliyosahaulika. Na shetani anataka kulipoteza kanisa la Mungu. Wapo watakaopotezwa, lakini mimi nimekataa. Sitakubali kupotezwa. Shetani ni kweli anaweza kudanganya wengi, lakini hawezi kudanganya wote. Amen. Mathayo 3:13 mpaka mstari wa 16. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, naye waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Angalia kwa makini mstari wa 16. Kwa makini. Hapa tunaangalia sarufi. Kama ni mtaalamu wa lugha, ujue Biblia imeandikwa kisomi.
Mstari wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Maana yake alizama, alishuka kutoka kwenye maji, sasa anapanda kutoka majini. Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Tungeweza kuwa na maandiko mengi ya kuonyesha ushahidi wa hilo, lakini sio somo letu. Ubatizo, tafsiri ya neno ubatizo maana yake ni kutosa. Kama mtu hakutoswa, maana yake hajawahi kubatizwa. Tuko pamoja? Tulizungumza hayo wiki iliyopita kwa faida yako. Warumi 6:5, Warumi 6:3 mpaka 5, Warumi sura ya 6 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5, Warumi sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mtu anapobatizwa anakubali kivitendo kwamba Yesu Kristo sio tu alikufa, lakini alizikwa. Kwa hiyo anapobatizwa, anapozamishwa katika maji, anahesabika kwamba anazikwa pamoja na Yesu. Anapoibuka katika maji, anahesabika anafufuka pamoja na Yesu. Na kwa sababu anafanya jambo hilo kivitendo, Yesu Kristo siku ya mwisho atamfufua katika ufufuo wa kwanza, unaitwa ufufuo walio haki, ufufuo watakatifu, ufufuo wa watu walio bora. Warumi 6 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5 ninasoma. Warumi 6:3. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye. Kwa njia gani? Hatusomi. Mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kumbe ubatizo ni kuzikwa. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Ubatizo ni mfano wa mauti yake. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Kama tumekubali kivitendo kwa kuzikwa pamoja naye, maana yake tumekubali kwamba Yesu alikufa, sio tu alikufa, alizikwa. Na kwa sababu tumekubali alizikwa na alifufuka, na ndio tunazama na sisi tunaibuka siku ya mwisho, tutafufuliwa katika ufufuo ulio bora. Amen. Kwa msingi huo, kanisa lile sasa, wimbi la Roho Mtakatifu lilipokuwa jingi sana, watu walikuwa wanaondoka, wakaandaa mkakati huo wa kuzuia watu wasitoke kanisani, waendelee na ibada zile. Maana yake kwa maneno mengine, shetani aliwapiga watu chenga, watu wakanaswa, wakaona na sisi huku tunaokoka vile vile. Lakini Biblia inasema nini? Biblia inasema kama umeokoka, unaongozwa na kiongozi ambaye hajaokoka, Biblia inamuita kiongozi huyo ni kipofu, na inakutaka uondoke katikati yake, uondoke chini yake. Yesu alisema katika Mathayo 15, angalia Biblia yako. Mathayo 15 mstari wa 14. Mathayo 15 mstari wa 14. Mathayo 15:14. Yesu ndio mwenye hekima, ndio mwenye akili, yeye ndio mwenye imani yake, ndio mwenye wokovu wake ambao sisi tunaofuata kutoka kwake. Amen. Yesu anasemaje? Tumsikilize yeye, mwanzilishi wa imani yetu. Anasema, waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Wewe mtu akiwa hajaokoka anaitwa kipofu. Ukiokoka manake umefumbuliwa macho. Sasa wewe umefumbuliwa macho, unakubalije kuongoza na mtu ambaye hajaokoka? Ni jambo rahisi. Hao mwingine anasema ameokoka mdomo na kila anakunywa kangara. Anapinga neno la Kristo. Maana yake kama kweli wewe ni mtumishi wa Mungu, umetumwa na Mungu, kubali maelekezo yote ya Biblia, usipingane na maelekezo yake. Biblia inasema kama kweli tumeokoka, tusikae katika jengo la ibada kwenye sanamu, tusifanye ibada ya sanamu, tutoke katika ibada hizo, tutoke mahali ambapo wanasema viongozi au kundi kubwa la watu linapinga habari ya kuokoka, tutoke katikati yao, tukatengwe nao. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka mstari
wa 17. Ninasoma, msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Wewe umeokoka, unakaa katika kundi la watu ambao hawajaokoka. Uking'ang'ania kusali hapo, maana unafungiwa nira. Utalazimisha kuabudu vitu ambavyo sio sahihi. Rozari, kusali rozari imeandikwa wapi kwenye Biblia? Hiyo ni ibada ya sanamu. Tuko pamoja? Kusema Maria mama wa Mungu tuombee. Nani ametudanganya kwamba Maria anapaswa kumwombea mtu? Biblia imesema hivyo? Hapana, haijasema hivyo. Tuko pamoja? Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa hiyo haya utakuta katika eneo la namna hiyo, utaambiwa kuna wakati wale tukawaombee marehemu. Unaenda kwenye makaburi, unapiga maombi au unamwomba marehemu, babu huku nimebanwa, uchumi mbaya. Ukikaa mahali pa namna hiyo utachanganya mambo. Ndio maana Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa jinsi sivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani ya Kristo na Beliari? Beliari ni ufisadi au dhambi? Au yeye aamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Umesikia? Umesikia? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo sema pamoja nami kwa bidii, kwa hiyo sema kwa nguvu, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao. Unaona Biblia inasema kwamba tutoke kati yao tukatengwe nao. Mimi nataka nikae pale pale niwahubirie wokovu. Utawahubiria wapi? Martin Luther alishindwa, aliwahubiria matokeo wakatafuta kumuua. Biblia ikisema tokeni kati yao, tokeni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa msingi huo sasa turudi katika injili iliyosauliwa. Sisi tumeamua kurudi katika injili iliyosauliwa. Tukae na tumekaa katika injili iliyosauliwa. Ibada zote za kusali rozari, ibada zote za kushiriki kwamba hatufanyi ibada mpaka mbele kuwe na sanamu, hiyo inaitwa ibada ya sanamu. Hatupaswi kushiriki ibada ya hiyo. Wakorintho wa kwanza 10:14. Wakorintho wa kwanza 10:14. Wakorintho wa kwanza 10:14. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Tena hapa asemi ondokeni kwenye ibada ya sanamu. Anasema mfanye nini? Yaani maana yake ni mbio. Kukimbia maana yake sio kutembea yani. Yaani utafikiri nani yule anamkimbia riadha kule Marekani anaitwa nani sio? Usain Bolt nafikiri. Unakimbia, yani hapo ni mbio. Na hata ukiulizwa swali, bwana vipi? Wanaambia Biblia imeshasema kwamba ikimbieni ibada ya usitafute amani, usitafute kupendwa na watu. Hili ndio tatizo la watu. Mimi nitaonekana, utaonekanaje vipi? Kuna siku utasimama mbele ya kiti cha hukumu, alafu utajibu. Ulihubiriwa na hii ni hatari. Ole wako wewe ambao umesikia maneno haya, alafu ukayapuuza, ukaishi kiolela. Ole wako. Maana yake katika ziwa la moto kuna viwango 9 vya adhabu. Watu wengi hawajui. Mungu akiruhusu neema tutakuja kujifunza. Watu hata hukumiwa katika viwango sawa katika ziwa la moto. Shetani yeye ndio kiwango cha kwanza. Yeye ndio mwanzilishi wa mabaya yote. Yaani katika ziwa la moto, ingawaje ziwa ni moja, moto ni mmoja, kutakuwako na watu. Eneo fulani waliokuwako litakuwa lina moto mkali zaidi kuliko wengine. Shetani ndiye mwanzilishi. Yeye atakuwa ni mkali kuliko wengine wote. Ndio maana Biblia inasema tusiwe walimu wengi, maana tutapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ukisikia kubwa zaidi, maana yake kuna ndogo zaidi. Yaani zaidi maana yake kuna ulinganifu. Tuko pamoja? Sehemu nyingine nasema katika Luka 12:47 mpaka 48 inaeleza kwamba yeye aliyejua mapenzi ya Bwana asiyafanye, huyo atapigwa sana. Tuko hapo? Yeye aliyefanya asalio mapigo lakini alikuwa hajui atapigwa lakini kidogo. Sasa unapigiwa kidogo wapi? Kwenye ziwa la moto. Ziwa la moto ni mchezo. Sio mchezo. Maana yake kuna viwango tofauti. Shetani atakuwa na kiwango namba 1. Malaika waliomtii namba 2. Mpiga Kristo na nabii wa uongo namba 3. Wachungaji kama mimi, maaskofu, mitume na manabii wanaodanganya watu namba 4. Wale ambao wamesikia injili ya kweli kama wewe ukaipuuza kuifuata namba 5. Yaani unajikuta kwa kwenye ziwa la moto. Namba 6. Watu wanasema wameokoka lakini hawajawahi kusikia, lakini wamefanya nao sahihi mapigo namba 6. Namba 7 ni wale ambao walisikia injili wakagoma kuokoka. 8 ni wale ambao
hawajawahi kusikia injili yoyote, lakini wamefanya yanayostahili dhambi, itakuwa nani? 9 ni watu wote waliopata miujiza ya Mungu na wakathibitisha kwamba hakika hapa ni Mungu, na wakakataa kumfuata Mungu, wana adhabu namba 9. Ndio maana Yesu akasema ole wake. Alikuwa anataja miji fulani akasema ole wake, maana itakuwa ni rahisi. Na anasema miujiza ile iliyotendeka kwako ingetendeka katika Tiro na Sidoni, wangelitubu. Kumbe Mungu anapofanya miujiza ana sababu ya watu watubu wamrudie. Wasipotubu ole wao. Amen. Sasa umejifunza kwa ndani, kwa marefu na mapana, mambo haya mawili katika siku ya leo, injili iliyosahaulika. Mungu wa mbinguni akusaidie. Jikague wewe. Uko tayari kufuata kila agizo la Mungu? Uko tayari kufuata kila neno? Neno linapokuambia mke mtii mume wako, na Biblia inapozungumza mtii mume wako, unamtii mume wako katika kipi? Katika yaliyo mema. Biblia haijasema umtii kila kitu, hata katika cha dhambi. Mume anakuambia mke wangu kanunulie kangara, unaenda, Biblia haijakubali utii kuleta kangara. Sio kama umenielewa hapo? Haujanielewa. Ndio maana umeitikia kwa uchache sana. Haujaelewa. Biblia inataka mume amtii mke. Mke amtii mume. Amen. Amen. Lakini anamtii katika yapi? Anamtii katika yaliyo mema. Angalia maandiko yote tunayosoma yatakuwa hivyo. Ndio maana sisi tunaambia tuitii mamlaka iliyo kuu, serikali, si ndio? Si ndio? Serikali ndio mamlaka iliyo kuu katika nchi yetu. Lakini tunatii katika yapi? Yoyote yale katika yaliyo mema. Ndio maana Shadraka, Meshaki na Abednego waliamriwa na mfalme waisujudie sanamu, walitii, walikataa. Na kwa kukataa huko walihesabika wamempendeza Mungu mbinguni, hata walipotupa katika tanuru la moto hawakuungua. Kwa nini? Walimpendeza Mungu. Lakini wangetii mamlaka hii ambayo wanatii katika uasi, Mungu angewakataa. Ndio maana Biblia inasema wake watii waume zao katika yaliyo mema, katika Bwana. Yaani utii katika yale ambayo Bwana ameyasema, Bwana anayataka. Waefeso 5 labda kwa faida ya kwako sasa. Waefeso 5:22 mpaka mstari wa 24. Waefeso 5:22 mpaka mstari wa 24. Mafundisho haya sio kila mtu ambaye anaweza kuyataka. Tuko pamoja? Jana tu nimetoka kupigiwa simu kutoka Dodoma, na mtu anasema, mchungaji, mimi mume wangu ananiambia niondoke kwenye kanisa ninalosali. Anakwambia uondoke kwa sababu gani? Kwa sababu yule mchungaji wa kanisa lile eti ni mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo akiwa, sasa nikauliza swali, kwa hiyo akiwa mwenyekiti wa CCM ndio anakuaje yani? Anakuwa ni dhambi, inakuwa ni vipi yani? Yaani hebu nifafanulie. Akasema huyu yeye anasema atakuwa anawasema wengine vibaya, alafu anasimama jukwani. Kumbe anaongea hivyo kwa sababu yeye ni shabiki wa Chadema. Unaangalia ujinga huu? Si umenielewa? Yaani mume kwa sababu anashabikia Chadema, kwa hiyo huyu mchungaji akiwa CCM kwake ni adui. Kwa hiyo mume, mke wangu usiende pale, yule hawezi kuwa anahubiri kweli. Sasa CCM na kweli naingilianaje? Ni ukweli usiopingika kwamba mchungaji akishika mambo mawili kwa wakati mmoja, kuna upande ya tabezi, huo ni ukweli. Lakini hii haimaanishi kwamba anachokifanya ni dhambi. Tuko pamoja? Kama tu hadanganyi, hatoi rushwa, anafanya yaliyo haki, kama ni kweli anafanya hivi. Ingawaje mara nyingi huwa sio rahisi. Tuko pamoja? Nikamwambia alikuuliza, anakuambia uende wapi? Kanisa fulani la pili, ananiambia niende. Swali la kukuuliza, yeye anaenda? Yeye mwenyewe hajaenda na miezi 3. Haya, huyo mtu angani anasikilizwa kwa staili hiyo. Tuko pamoja? Biblia inakueleza mume anakwambia usiende kanisani. Je, Yesu anakubaliana na hilo? Yesu akiwa anakataa hilo, maana Yesu neno lake linasema wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa neno limeshasema tukusanyike. Akiwepo mtu mwenye mamlaka juu yako akikwambia usikusanyike, ukimsikiliza wewe umekuwa muasi sasa. Tuko pamoja? 5:22 inayosema Waefeso, enyi wake, angalia kwa makini, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii, maana yake ni hivi: kama unavyomtii Bwana Yesu, basi umtii mume. Swali, Yesu anaweza kukuagiza kwenda kumletea kangara? Yaani Yesu anamwambia mwanangu, nenda kachukulie nini safari pale. Yesu huyo
Anaagiza, mwanangu kachukulie safari. Kama Yesu hawezi kukuagiza, maana yake na mume akikuagiza usifanye. Utajibu kwa unyenyekevu, mume wangu, naomba unitume kitu. Unajua mimi nimeokoka. Naomba hii nani kwa kwetu sisi kwenye imani yetu ni dhambi. Naomba basi nitume kitu kingine, kama ni kitu cha soda na nitume tu, hamna shida. Lakini ukisema mimi ndio mwanaume inabidi unisikilize, utaingia mahali pabaya. Amen. Maana yake kubali lolote likupate, usikubali kumuasi Bwana. Ningeweza kusoma maandiko mengi, yote yanasema mambo hayo, yote yanasema mambo yale. Labda andiko la mwisho kwa muda huu ni Wakolosai 3 mstari wa 18 mpaka mstari wa 24. Tunaweza kumalizia hapo. Wakolosai 3:18 mpaka mstari wa 24. Ninyi wake fanyeni nini? Watiini waume zenu kama ipendezavyo. Malizia katika, yani lazima imalizie katika Bwana. Je, hiyo mume anayokueleza linapendeza katika Bwana? Wako wengine wamefanyia uchafu ndani ya ndoa na wanaambia hiyo ndio ndoa. Biblia imesema kwenda kuishi na mwanaume, kufanya mahusiano kinyume na maumbile, hivyo ni kinyume na maandiko. Tuko sawa? Tuko pamoja? Kwa hiyo tii katika Bwana, si vinginevyo. Nje ya Bwana hakuna kusikiliza. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu. Angalia ninapomalizia. Tiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika, lazima imelisikia katika Bwana. Ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Ninyi watumwa watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezavyo kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Yaani lazima imelisikia hapo. Tuko pamoja? Kwa sababu yeye jikague mwenyewe. Je, wewe unakubali kufuata maelekezo yote ya Mungu? Je, wewe uko tayari kutii kila fundisho la Mungu? Nyakati hizi ni nyakati za mwisho, sio nyakati rafiki sana. Unaweza ukaenda mahali ndio maana wako wengine wanatoka mbali, wanaamua kuja kusali huku. Ni kwa sababu mahali ambapo wanasali, kila kusali wanaona haribikiwa, wanachafuliwa, wanaharibiwa. Na kila mahali lazima ujue kuna roho inayofanya kazi mahali hapo. Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Kuna roho inayofanya kazi mahali hapo. Kama mimi ni mzinzi, mwasherati, naishi maisha fulani machafu, kuna roho itakuwa nyuma yangu ambayo itaambukiza watu walio chini yangu. Kama mimi nitakuwa naishi maisha safi na uhubiri injili iliyo sahihi, maana kutakuwa na roho iliyo nyuma yangu ambayo inanifanya nifanye hayo mambo. Na hiyo roho inatoka kwa Bwana mwenyewe. Ni aidha itoke kwa Mungu au aidha itoke kwa shetani. Tuko sawa? Tuko pamoja? Ndio maana wako wengine wanaamua kutoka mbali kuja kusikiliza neno ili wakae salama. Ni heri yako unayetoka mbali kiwango hicho. Kwa nini? Siku ya mwisho maandiko yanasema Malkia wa Kushi watawahukumu watu wa kizazi. Atawahukumu. Kwa nini? Malkia wa Kushi alitoka Afrika akaenda Israeli. Ameenda kuifuata hekima ya nani? Hekima ya Sulemani. Yesu anasema, na hapa yuko aliye mkuu kuliko Sulemani, yani Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Inapasa tuitafute kweli ya Mungu iliyo sahihi kwa umbali wowote. Kama Malkia wa Kushi alitoka Afrika, ametoka Ethiopia, ameenda Israeli, basi Yesu ni mkuu kuliko Sulemani, ambaye malkia huyu alienda kuitafuta hekima yake. Wale ambao wanatoka mbali ni baraka kwako. Na wanatoka mbali kwa lengo la kuipata kweli isiyotiwa maji, ili siku ya mwisho wawe piwa, wawe zaidi. Wewe je, uko tayari kufuata maelekezo ya neno kama yalivyo? Je, wako unaweza kuingia mahali kwingine ukakuta mahali wanapunguza hili, wanapunguza lile, wanasema hivi kuifanya sio lazima, utaenda tu mbinguni. Mbinguni ni kwa neema tu, mbinguni hatuendi kwa neema. Mbinguni tunaenda kwa utakatifu, ila tunaokolewa kwa neema. Amen. Tunaokolewa kwa neema. Mara baada ya kuokolewa, Mungu anataka tuwe watakatifu. Tunawezaje kuwa watakatifu? Kwa kujifunza kweli na kuitendea kazi kweli yote kama ilivyo. Sio neno linasema unapingana nalo, alafu unasema ni mtakatifu, parapara ikilia, hauendi, utaachwa. Heri yako wewe ambaye umesikia maneno haya na kwenda kuimba wimbo huu. Inakuwa ni wakati wako kumwambia Bwana asante. Na kama wewe uko nje ya kweli, mwambie Bwana nisaidie kurudi katika kweli. Unahitaji kuomba kwa bidii, unahitaji kumlilia Bwana
Unaweza kupita mbele ukamwambia Bwana nisaidie. Nimekuwa nikipuuza baadhi ya maagizo ya Mungu. Mungu anataka tuyashike maagizo yote. Tusipunguze. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Kama naweza kusimama na simama. Kama nasikia kupiga magoti utapiga. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana. Imba moyo wangu. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana. Imba tena. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana. Moyo wangu ni madhabahu yako Bwana wangu Yesu. Ni madhabahu yako Bwana. Moyo wangu, moyo wangu, imba. Hallelujah. Nikuabudu sasa. Nikuabudu. Nikuabudu. Baba sauti yako kabili. Nikuabudu. Nikuabudu. Niba. Nikuabudu. Nikuabudu. Hey. Nikuabudu. Nimekuchunguza wewe Bwana, nimejua nina mapungufu mengi moyoni mwangu. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nitengeneze. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Haleluya. 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 Majina lako Yesu Kristo. Majina lako Yesu. Wewe Bwana wa Bwana. Wewe Bwana wa Bwana. Baba niangalie. Baba nikague. Nichunguze maagizo yako. Nikague maagizo yako. Maagizo yako yote. Maagizo yako yote. Baba onekana. Baba onekana. Baba onekana. Baba onekana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana nisaidie. Injili si rahisi. Injili si rahisi. Mwambie nisaidie. Siwezi peke yangu. 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 Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Wako wengi mahali hapa waliozuiliwa kusali mahali hapa.
Wako wengi waliozuiwa, lakini walisimama kidete, wakaendelea na imani mahali hapa. Wakaendelea na imani. Maana wameiona kweli inayohubiriwa mahali hapa. Wanaona usahihi wanaohubiriwa mahali hapa. Mwanamke endelea, wanaendelea, usirudi nyuma. Endelea kusali mahali hapa. Endelea kushikamana mahali hapa. Unavunja moyo na ndugu zako. Unavunja moyo na watoto wako. Unavunja moyo na Mungu wako. Unavunja moyo. Lakini simama kidete. Usigeuke bora kushoto. Usigeuke bora kulia. Kuliko yako mambo ya ajabu. Yako mambo yanatisha. Baba amekuchagua. Bwana amekuchagua. Uwepo mahali hapa. Uwepo mahali hapa. Asante Mungu wetu, asante Bwana wetu, asante Mungu wetu, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Wako watu wamevunja moyo mahali hapo kusali hapa, lakini Roho Mtakatifu anakusisitiza kwamba endelea kushikamana na imani, endelea kushikamana na imani, usigeuke kushoto kwenda kulia, usigeuke kulia wala kushoto. Wako watu wameumizwa, wako watu wamejeruhiwa, wako watu wameumizwa vibaya, wako watu wamejeruhiwa sana, wameshinikizwa na kushinikizwa, lakini Mungu anakutaka uendelee kusimama. Na Roho Mtakatifu leo hii analizungumza kwa ajili yako, analizungumza kwa ajili yako, analizungumza kwa ajili yako. Simama imara, simama imara, simama imara. Usigeuke mwanamke, usigeuke mwanaume, usigeuke mwanaume, usigeuke kabisa, usigeuke. Simama kidete. Yesu anakutafuta, Yesu anakupenda, Yesu sio rahisi kusikia injili ya kweli na ndani ya kanisa mwisho. Sio rahisi, watu wanatafuta wengi, wanatafuta kujaza makanisani. Wanatafuta, sio kwamba kuna watu wengi ni vibaya, hapana. Ni kweli watu wengi ni vizuri, lakini wasimame katika haki. Watu wengi wanatafuta watu kujaa ili kupata fedha kwa wingi. Je, fedha ni mbaya? Fedha ni nzuri. Fedha sio mbaya. Fedha ni nzuri. Fedha ni nzuri, lakini itavunjwa katika haki. Itavunjwa katika ubaya. Bwana akutetee. Bwana akusaidie. Bwana akusaidie. Bwana akusaidie. Bwana akutie nguvu. Bwana akutie nguvu. Watu watapokea Roho Mtakatifu. Watu wanapokea Roho Mtakatifu. Watu wanapokea Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Nimekataliwa sana lakini sijaacha kusimama imani. Nimetukanwa sana lakini sijaacha imani. Mwanangu, siache imani. Ndugu yangu, siache imani. Mungu amekuleta mahali hapa kuna sababu. Hajakuleta kwa bahati mbaya. Yesu anataka tupeleke injili ya Kristo iliyobakia nyakati za mwisho. Wakati watu wengi wanakengeuka, unafikiri ni rahisi kukaa mahali katika mazingira kama hii, mazingira kama haya? Je, unadhani mimi napenda? Mimi sipendi, mimi sifurahishi. Natamani nikae katika mazingira mazuri. Ningekuwa na fedha ningefanya, lakini sina fedha za kufika hapa. Ninatamani nipate fedha za kujenga jengo zuri. Natamani nipate fedha ninunue eneo zuri, lakini sijapata. Mungu amenipa wewe, Mungu ameniletea wewe. Mimi na wewe tushirikiane kufanya kazi ya Mungu. Usiniache mwenyewe ndugu yangu, usiniache mwenyewe. Wako watu wamenijeruhi mioyo, wako watu wamenitukana. Usinitukane na wewe, nisaidie tupeleke kazi ya Mungu mbele. Usinisengenye na wewe ukanijeruhi zaidi, usiniumize na wewe ukanijeruhi zaidi. Maisha yangu yamekuwa ni maisha ya kunitoa mwanga. Usiku na mchana nimeutafuta uso wa Bwana kwa ajili yako. Nimetafuta maisha ya utakatifu kwa ajili yako.
nikuonyeshe Kristo alivyo, nikuonyeshe Yesu alivyo, nikuonyeshe Mwana-Kondoo alivyo. Lakini mabaya yamenirudia, mabaya yamenijia, mabaya mengi, nimetukana na kutukanwa. Mwanangu nisaidie tuhubiri Injili, mwanangu nisaidie tupeleke Injili. Usiniache, wewe uliye karibu, wewe uliye mbali, usiniache, nisaidie tupeleke Injili ya Kristo. Asante kwa neno lako Roho Mtakatifu. Asante kwa neno lako Roho Mtakatifu. Asante kwa neno lako Roho uzima. Tumesikia watoto wako na tuko tayari kubadilika. Na tuko tayari kuendelea kazi neno lako Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu. Ninakushukuru Bwana wangu. Asante Mungu mtakatifu. Baba ninakutukuza. Asante kwa kulia mabibi. Asante kwa kulia hasa. Jina lako litukuzwe. Asante Mungu ni hai. Jina lako la mbinguni. Jina lako liinuliwa sana. Baba litukuzwe milele yote. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante Bwana majeshi. Asante Mungu ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe. Asante Mfalme. Ikiwa Roho Mtakatifu anakugusa, mpigie makofi Bwana kwa sababu anastahili, hakika anastahili. Anastahili, 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 piga makofi, anastahili, 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 Mungu anastahili, anastahili. Asante Mungu katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba tuketi. Tulipokuwa katika mkesha siku ya Ijumaa, kuna mambo mawili niliguswa kuzungumza na watu, lakini kama itakuwa ni kwa ridhaa yako nitamshukuru Mungu. Nimekuwa nafanya kazi ya Mungu kwa tabu sana, lakini ninaomba